twenye mimi na mbaliga zangu mimi huyo Jogoo to go and visit my sister. I decided to give her a visit. Then I reached at her place, yani like ni kama estate, okay not estate, hiyo mtaa yao, nikafika hizo area. Kupiga macho kwa hiyo ghorofa anaishi we aki ni stress sana because then I decided let me nani huyo, nikapambana mimi unyo nikang'ang'ana unyo nisonge mbele, lakini kitu tena puange na ni stress ni hizo stairs because stairs ziko juu sana. And hizi stairs I don't know, sijui niseme aje, like hizi stairs ziko juu, alafu to make the matter worse anapatikana floor ya huko juu, like oh my god, ukipanda tu the first floor and then ufike second floor umechoka na bado kuna 3 stairs ahead of you. Ukikumbuka kitu kama hiyo una feel tu like oh, things are not going on well, so I decided let me go, but for them they are used to everything, so I decided okay, let me acha nipambane nisonge. Nikasonga nalo mimi huyo nikafika, napata wako busy wanafua, yani sijui ilikuwa ndio thorough cleaning kwao, wanafua kufua, ukiangalia mlango imejaa viatu nini, place yao inakaa squeezed like oh my god, ni single rooms lakini at least ni kubwa for them. Sasa angalia tu viatu imejaa kwa mlango, mwenye ako busy huko anafua and yako kanafua, kako busy kanafua. Sasa hata ukiangalia unashindwa sasa, hata hapa whatever I've come to do, katanifanyia. Nilikuwa nimeenda kusuka nywele because she's a salonist and mimi huyo siwezi taka kuwaste hiyo pesa, tunaenda salon na niko na mtu anaweza nishuka free nijikute. Sawa, mimi huyo nikamuuliza sasa mimi atanianzia lini, akaniambia acha amalize shughuli hapa na pale ndo sasa nianzie. Na ujue shughuli hapa na pale ni gani? Nikasema acha kwanza mimi pia nichape mdomo na story kwanza na yeye hapa. Kwanza naoshea sabuni poa, nikaitamani, nikamwambia usinipee soap, akasema sasa hapa mtu ataingia aje, tabia zangu mbaya mimi chungulia jirani. Basi sasa ona nyumba inamopiwa, unashindwa tutaingia wapi? Na huku kwa kuna kuanga na baridi. Ona sasa nyumba sasa inafanyiwa usafi akijamani, na baridi na kuanga huku kwa kuna kuwa na baridi, yani nyumba iko tu disorganized, mtoi analala, nyumba iko tu disorganized. Kitambo wamalize tu kufanya hiyo usafi na alafu wapange kila mahali ndo sasa wakaribishe mgeni amekuja kama mimi. Ni hectic. Mimi na udaku zangu zikanipeleka kwanza huko kuangalia watu. Haki ya Mungu acheni niwaambie tu kweli, people are really suffering outside there. Ukiangalia watu, ndio ni place yenye inakaa mtaa fulani kama ni pipeline, but sasa huku unaona sasa like sasa unaona hawa ni wenye wanaishi nyumba za mabati hapo chini. Mvua imenyesha mpaka imejaa kwa mlango, maji imejaa tu. Like sasa imagine mtu mwenye hizi plots, ukumbuke anakujanga every month anaitisha rent. Lakini just look at where these people are living. Like ni mess. I felt for them like oh my god. Anyway, I have ever been also there, so hizo ndo area zao. Nyumba ziko hivyo kama pipeline tu. Area zao zinakaa hivyo. But sasa hii place inanishangaza. Like hii place inanionyesha, inanifanya na feel kitambo sana, though anyway ina shida. Nyumba zinakaa tu hivyo venye kunakaa. Mara ya kwanza alikuwa akiishi hiyo side, akadecide akahama, na imagine hata kudecide kuhama mbali, akaruka tu huku next place yako. Na imagine sasa watoto wanachezea hii place, washazoea, hautawapata wanashika maji chafu, washazoea. Kuna mama hapa ameng'ang'ana kuchota maji akachoka tu. Sasa hapo sisi tukadecide wacha twende tutafute lunch. Imagine amaliza kazi ananituma twende tutafute lunch. Huyu anakosa adabu. Na ukiona mahali tumetoka huko juu,
tunaenda tutafute lunch. Naenda kubuy lunch, tupike, tukule, ndo sasa kitambo tumalize kula ndo sasa kuja anze kunishuka. Nakwambia ni hectic. Msichana tu jameni. Na siku hizi kamenona. Anyway, sawa. Acha tupambane twende tutafute lunch.